kazi na changamoto zake. Jadili, ni kweli kila kazi na changamoto. Changamoto ambazo tumejadili sisi, ya kwanza, inaweza kuwa ngumu kufikia malengo. Ya pili, inaweza kukufarakanisha na watu. Ya tatu, ukosefu wa ubunifu na maarifa. Nasema kila kazi ina changamoto zake. Jadili. Wewe ndio tumeanza. Kila kazi ina changamoto zake. Jadili. Pointi ya kwanza tumesema kudharauliwa na wengine. Tunaona kwamba Daudi alipuuzwa na Goliathi kwa sababu ya udogo wake. Pia tunaona hata katika kazi zetu kuna watu wengine wanadharau, lakini tusitishike na dharau za wanadamu. Pointi ya pili nasema kukabiliana na watu wenye nguvu. Changamoto iliyompata Daudi ilikuwa ni kukabiliana na Goliathi ambaye alikuwa ni mtu mwenye nguvu na vitisho vikali. Lakini Daudi hakuweza kutishika na vitisho vya Goliathi. Hata sisi pia katika kazi zetu tunakutana na watu ambao wana uwezo mkubwa, wana vitu vikubwa. Unaweza kuwa unatarajia kufungua sehemu duka, lakini ukiangalia sehemu nyingine mtu ana duka kubwa ambayo linazidi hata la kwako. Lakini tusikate tamaa, tuwe na ujasiri na imani. Pointi ya tatu tunasema kukosa ujasiri na imani. Daudi hakukata tamaa licha ya vitisho vya Goliathi. Tunaona kwamba Daudi alikuwa ni mdogo, lakini alikuwa na imani ambayo imejengeka. Kwa hiyo aliweza kupambana na kuweza kumshinda Goliathi. Hivi hata sisi katika jamii zetu, katika biashara zetu, katika mambo yetu ambayo tunayafanya, tunatakiwa tuwe na imani. Hitimisho linasema kwamba kama Daudi alivyokabiliana na Goliathi na kushinda kwa kumtegemea Mungu, vivyo hivyo watu tunapopitia changamoto nyingi tunapaswa kumtegemea Mungu katika maisha yetu. Kiswahili waseme wenyewe. Naandika sisi kikundi chetu kinaitwa Samaria Group. Bwana Yesu asifiwe. Kila kazi zina changamoto zake. Tumejadili kwa pointi 3 kama zifuatazo. Ni kweli kila kazi ina changamoto zake kwa sababu changamoto inamfanya mtu awe mbunifu wa vitu mbalimbali na vitu vipya. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokubana na changamoto tunajifunza kubuni baadhi ya mambo. Mfano, tumetumia mfano wa Abrahamu. Abrahamu alipitia changamoto nyingi sana. Alikaa, Sara kama mnavyomkumbuka Sara, alikaa mpaka umri wa miaka 80 na wakati alikuwa anasubiri hakuwa na mtoto, lakini alisubiri na akawa na nia. Alipokuja kuambiwa baadaye kwamba utapokea mtoto siku fulani na majira haya, zile changamoto aliweza kukubaliana na changamoto hizo, lakini hakutengeneza imani. Lakini kupitia ile changamoto yake ya imani ndio ikamfanya akaja kuamini na kupata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya pili, changamoto zinatufanya tujifunze. Sisi hapa vijana ukiangalia hapa usharikani, tulikuwa hatuna mazoea ya kukaa hivi vikundi tunakutana. Kwa hiyo tulikuwa baadhi ya vitu vingi tulikuwa hatuvijui. Mfano hizi changamoto kama hivi, haya masuala ya changamoto, baadhi ya michezo wengine tulikuwa hatujui, lakini tumejikuta tumekuja kuijua. Bwana Yesu asifiwe. Pointi ya tatu, changamoto zinatupa uwezo wa kukabiliana na mambo magumu. Bwana Yesu asifiwe. Tunapopitia changamoto, kuna baadhi, mfano mwanafunzi amefukuzwa shule. Anapofukuzwa shule ndio unapata hata ile akili ya kujua kwamba kumbe mimi natakiwa nifanye 1 2 3 naweza nikakabiliana na kupata labda kama ni ada ya shule, au ni mtu labda amesapu, amefeli. Anajua kwamba kumbe kupitia changamoto ya kufeli natakiwa niongeze bidii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hitimisho letu sisi tumesema kwamba hitimisho letu haupaswi kuzikimbia changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukubaliana na changamoto.